kumrudia Mungu wa kweli katika roho, kwa sababu roho tatu za uchafu ni roho za mashetani ambazo zimeuendea ulimwengu na sasa zimekamata hadi kanisa. Ndani ya makanisa kumebaki watu wanafanya uzinzi, waimba kwaya, wachungaji, mpaka wengine wanasema wachungaji wanakula kondoo, wanachukuana umo, mchungaji anawadumu madhabahu ni kimazoea, maombi yamekufa, imebaki michango, wanachangishana fedha kwa ajili ya mambo ya ujasiriamali, ndio unaanza kufundishwa na makanisani. Mara patakatifu pa Bwana wanapoheshimiwa, ambapo Biblia inasema tangu miaka ile kabla Yesu hajaja palikuwa pamefungwa na pazia, hakuna alikuwa anaweza kuingia. Walikuwa wanaingia, huyo kuhani anaingia mara moja kwa mwaka, tena kwa sadaka maalumu, na akienda bila kutengeneza anafia huko, na wanamfunga kama nguo. Leo watu wanazoea madhabahu, waimba kwaya, wachungaji, wainjilisti. Kitu gani kutenda na Mungu? Uzinzi. Umeokoka, umesafishwa, umetakaswa, bado unafuata uzinzi, unafuata ulevi, unafuata takataka za shetani. Kanisa linahitaji Roho Mtakatifu. Kanisa limepungukiwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Watu wengi sasa hivi wanazikimbilia kwa manabii wa uongo kutafuta mafuta, vitambaa, sabuni. Hawataki kuomba, hawataki kusoma neno, wanakimbilia kwa waganga. Inashangaza na wale wengine ambao wanaenda kwa waganga ni watumishi wa Mungu. Anaenda kwa mganga alafu anahubiri eti apate kipawa. Hata wenyewe ambao mnahubiri injili barabarani, lazima hakikisha kwamba unamhubiri Kristo. Hicho kikapu unachoweka mbele cha sadaka sio Yesu. Yesu anataka umtangulize mbele, ndiye yeye akuinue. Leo mtu ameweka kikapu cha sadaka, anatangaza Yesu anaokoa, Yesu anaokoa, Yesu anaokoa. Kumbe yeye ni njaa zake binafsi. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Mimi Yesu alivyoniokoa, najua uweza wake ulivyo, sio huu watu ambao wanautumia kwa namna ambao wanataka wao. Wengine Mungu wao ni tumbo. Ndio maana shetani amekamata kanisa, amekamata watumishi, anajua hao wana njaa, ngoja ni wakamate. Wakati wa utajiri tumepata ndani ya Kristo, maarifa, heshima, ndoa, uzao. Kwani tuhangaike? Kikubwa zaidi ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli, katika roho na kweli. Na kwa Yesu hakunaga magonjwa, hakunaga umasikini, hakunaga madeni. Ukimwamini Yesu, wewe unanisikiliza, mambo yako yatabadilika. Acha kutegemea waganga, filimasoni, utakufa. Filimasoni hawana huruma hao. Kazi yao ni moja tu, kukutoa kafara na kukumaliza, na vitu vyao watachukua. Wamekupa leo, kesho watavichukua. Utatamba kwa muda mchache, lakini maisha yako yatakuwa ni laana milele na utatumbukia shimoni. Siku zote utakuwa unateseka kwa sababu ya upumbavu ambao shetani amekupandikizia. Kanisa liinuke. Ufahamu wetu utumie knowledge ya juu. Leo kuna wasomi ambao hawaendi kanisani, wapagani. Wanashida batu analewa, anatukana matusi, anawatukana watumishi wa Mungu. Haheshimu, hana maadili. Wengine ni mashoga. Mabamed, unakuta hawa mabinti wanachoiga ni mitindo ya mtandaoni. Mitindo yaani vitu vyote ni takataka. Sasa ukikamatwa na magonjwa, ndugu yangu, kamatwa na kansa utajuta. Utasema kumbe dunia ifai. Kamatwa na pressure ya kisukari. Yesu asipokuwa ndani yako ni bure, ni sifuri. Yesu anakupenda. Muamini Yesu. Sijawahi ona mwenye haki akiachwa. Daudi anasema alikuwa kijana, sasa ni mzee. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima, Bwana wa mabwana, Mfalme wa falme. Amen. Muamini.